nataka ili anga lote lisheni ungo zetu, tukipaa kumtafuta huyu jogoo popote pale alipo. Situtaka hata kunguru wapite, yaani sitaki kabisa. Fanyeni kama nilivyosema, mwapigie washirika wenzetu wote wa huu mkoa karibia 120, tukutane angani. Uelekeo ni mmoja tu, ni kumsaka jogoo alipo. Anakosea na msamehe, anarudia yale yale. Anakosea na msamehe, anarudia yale yale. Haya, twendeni. Hebu subirini kwanza. Halafu kuna mgeni ilibidi aje hapa leo nimtambulishe, na alinipigia simu ya kwamba ameshafika. Mbona simuone yuko wapi? Au nyinyi hamjamuona? Mgeni ndio alifika. Alinikuta mimi wakati niko hapa nimekaa. Na yeye mwenyewe pia alikuwa amekaa hapa kwenye hii ngazi. Sasa sijajua ameelekea wapi. Nimekaa hapa muda mrefu lakini hata anione. Mdogo, yaani mimi hata chakula chenye hakipandi. Yaani nikikaa nikikumbuka lile tukio, yaani nakosa tamu mwenyewe ya kula. Na kitu kingine baba mdogo kinachonipa mawazo ni kuhusiana na huyu mke mkubwa wa kaka. Kwa sababu wao wanahitajika wakae ndani miezi 4 na siku 10, lakini yeye hata masaa 12 hajapita. Sasa hivi ndani hayupo, na hata hatujui ameelekea wapi. Ameondoka nyumbani toka saa 3 asubuhi mpaka sasa hivi saa 11 hii, hatujui yuko wapi. Na alivyokuwa na dharau yule mwanamke, tunampigia simu hapokei. Nimejaribu tena kumpigia simu nilivyokuwa nje, simu haipatikani. Kwa hiyo inamaanisha kaizima kabisa simu yake. Sasa ni upumbavu gani ambao unatuletea yule mwanamke? Aya, sasa baba mdogo, tukisema yeye ndo anahusika na haya yote yanayoendelea, nitakuwa nimemuonea? Sio mtaanza kusema labda nina gubu, namchukia mke wa kaka yangu, au labda namtaka alinikataa ndio maana namsingizia mambo yote. Kwa sababu anafanya yeye, huu ni ujinga baba mdogo. Mume wake tumetoka kumzika jana. Yaani jana. Hata siku 3 sijafika. Lakini anaanza kutoka nje. Na kati nadika wakae ndani. Mbona mke mdogo ametulia? Kwa nini awe yeye tu? Na jana kabisa baba mdogo nakumbuka hata mwenyewe uliongea nao. Kwamba itajika wakae ndani, wasio wanatoka nje, na yule bibi pia akaja, akawaelekeza. Enda takiwa iwe vipi? Sasa kwa nini yani yeye ndo anatoka tu nje na yasiane kibaya zaidi ameondoka na simu kazima. Muda mwingine tukimpigia kipatikana hapokei simu. Ujinga baba mdogo anaoleta yule mwanamke.
Yaani haki ya Mungu na kwa baba mdogo yule anatuletea sisi ujinga. Yaani yule pesa anatuzoea vibaya. Na ndio maana mimi nasemaje? Nikisema sasa haya yote yanayoendelea, yeye ndio kasababisha. Mtaanza kunena tena mimi mbaya, si ndio? Si mtaanza kunena mimi mbaya baba mdogo? Au mtaanza tena kuleta mambo yenu mengine? Yaani maji na mke mwingine yani yaani sijui upoje. Yaani mpaka anafanya tunashindwa kula sasa hapa. Tunakaa tunamwaza yeye. Labda kama amepata matatizo kuna hatujui sisi. Unajua Faza, sio peke yako unashindwa kula. Hata mwenye hapa chakula kipande kabisa. Chakula kina kitungu. Kitufe. Unataka kuniambia kwamba mimi nimekufa na maiti yangu ipo nyumbani kwako? Kijiti, ni kweli wewe umekufa na maiti yako ipo pale nyumbani kwangu. Amini ninachokuambia. Lakini kitu ambacho mimi kinaniumiza kichwa na kuniweusha kichwa mpaka nimechanganyikiwa. Yaani nawaza mpaka yaani kuna vitu sivielewi kabisa. Ile siku naongea na kaka yako naingia mle ndani na kukuta yaani ni mtu ambao umekufa umeachia mdomo wazi. Yaani nusu saa tu unatoa harufu kali umeoza. Yaani kiasi kwamba yaani mle ndani au tamaniki. Yaani mpaka nikawaza nipakimbie pale nyumbani. Lakini sasa kila nikijaribu kuondoka pale nyumbani kwenda sehemu yoyote, nilale au nitembee nifanye chochote, maiti yako bado inanifuata na kuwa nayo jirani hivi. Na ndio kitu ambacho mimi kinaniumiza kichwa. Wewe mambo haya anafanya hata mtoto mdogo yule pale, mke mdogo. Sababu yule mtoto mdogo. Lakini mtu mama afanye mtu mzima kabisa na akili zake timamu. Mimi nimekaa Faza naongea nawe. Jamani. Hapa mtakaa heda miezi 4 na siku 10. Na yule mke mkubwa alikuwa makini kunisikiliza. Katoa macho kama ngadu vile. Kumbe hana lolote, mnafiki mkubwa. Ameleta Faza. Kwa sababu mimi hapa nipo, anyway, atarudi hapa. Ataweza ngwangola zake, akija hapa, nitanikoma milioni 8. Na nabati kabisa kama msiba huu, hata siku ngapi hazijaisha. Lakini kama siku ngapi kazi zimeisha, kama amekata mwezi au wiki ngapi, nikimchapa makofi. Mimi mtu na akija, akinichanganya tu, akinijibu vibaya, na mpige makofi. Mpuzi sana wewe. Yenda sababisha Faza mpaka tunashinda kula. Chakula chote tunakiona kichungu. Chakula kipendi kwa ajili yake. Yeye amekuwa nani hasa? Diamond au? Buzano. Vipi? Tumeshinda kula au? Kama umeshinda kula Faza nipe mimi. Maana kutupa chakula dhambi Faza. Nipe. Hadi hapo. Hadi hapo. Nipe. Na ndio maana nikawaza kabisa kwamba hiki ni kini macho. Na anaofanya yote ni kaka yako Kijiti. Anataka mimi niweuke, niwe chizi. Kijiti. Na mimi ninavyojiona huko nakoelekea, mimi nitakuwa chizi kweli. Kwa sababu uchizi huu hapa naona silali mimi. Silali kabisa Kijiti. Na sikumbuke yeye nimekula. Kwa nini siwaze kama nitakuwa ni chizi? Maana kila ninapoenda maiti yako ipo hapo. Nikisema nilale, maiti yako inakuwa karibu na mimi na bado inakuwa na harufu kali vile vile. Nakuja hapa nagonga mlango tena na kukuta na wewe uko hapo. Hai kabisa hivyo naongea na wewe hivi ni mzima kabisa. Unafikiri mimi nitakuwa ni mtu wa namna gani Kijiti? Ndio maana nasema nimejifunza kutokana na makosa. Maana kakako nilimtukana, nilimtolea maneno machafu mabovu. Kweli nilikosea sana. Na ndio maana nilichoamua mimi nije hapa nimombe samahani kaka yako. Anisamee. Kwa gharama yoyote ile, mimi anisamee kaka yako. Na akija tu kunisamee mimi,
yani haya yote yani niko nafanya mimi nitayaacha kabisa. Yani kujiita majina ajabu ajabu, ni kipenzi cha wanafunzi, sijui nani, sijui makorokoro gani. Yani mimi nataka tu niache, nitulie sasa hivi, niwe kijana ambaye nitulivu. Ni focus na mambo yangu sasa hivi. Nifanye mambo yangu ya msingi. Sio haya tena. Yani sasa hivi, yani bora tu akinisamehe niachane na wewe tu, uendelee na masomo yako na mimi niendelee na mambo yangu. Sitaki kabisa. Yani watu wananiambiaga, nasikia tu watu wanaongea kwamba kaka yangu mchawi. Yani kwa hivyo vitu vinavyoendelea kwamba maana mimi nimekufa. Kwako mimi nimekufa, ila hapa nipo hai. Naanza kuamini kweli kaka yangu ni mchawi itakuwa. Maana mpaka naogopa sasa hivi nitakuwa huko ndani, yani siishi kwa amani. Lakini pole, tumsubiri tu wote kaka, akirudi wote tutaongea naye. Hata mimi nitakusaidia kuongea naye. Aderi! Karibu tupae! Jogo! Tajiri! Jogo! Jogo kafurahi sana bwana. Mzee, umejaje kama nipo huku? Jogoo yuko wapi? Jogoo yuko wapi? Jogoo? Unajua mzee, nilikuwa nyumbani na Jogoo tukawa tumeboeka. Sasa kanambieje? Anatamani ningemtoa out, yani nimtoe sehemu, nimpeleke sehemu ambayo atapunga upepo wala unakubadilisha hewa. Kwa sababu mle ndani joto sana. Joto sana kiasi kwamba anakuwa hana uhuru. Kwa hiyo mimi nikakaa nikawaza nikaona kwamba nisimnyime uhuru walau na yeye wakufanyaje wa kutembea. Haki za binadamu. Na yeye atoke walau atembee. Ndio nikaona nifanyaje? Nimlete huku. Sasa nilipomfikisha hapa kaniomba, basi kwa kuwa nishamfikisha huku keshapunga upepo safi, hewa safi, basi walau kidogo afanyaje? Apae kwa sababu anasema kwamba hajapaa muda mrefu kidogo ulikuwa unambana. Kwa sasa na mimi nikaona nimruhusu wao kidogo nini afurahie. Kwa hiyo yupo hewani anapaa. Vipi hapo? Mbona kama mnaonekana ni wenye furaha sana? Alafu kuna nini kwani? Mbona anga lote limejaa shamla za kichawi? Nimetoka safari lakini naona mambo yamebadilika. Kipi kinawafurahisha? Kwanza mkuu, pole sana na safari. Halafu yani mkuu, nina furaha sana. Yani nina furaha kupita maelezo mkuu wangu, kwa sababu tumepata taarifa ya kwamba Jogoo Ajabu kuna sehemu yupo.
Mkuu, nilipopewa hizo taarifa tu sikutaka kulaza damu, yaani sikutaka kulaza damu kabisa. Nikaamuru kuwaalika wachawi wa nchi nzima, yaani wachawi wa nchi nzima tujikusanye wote kwa pamoja, tuandamane tukamfuate Jogoo alipo mkuu. Na ndio maana unaona shamla huko angani za kichawi mchana kweupe. Hiyo inamaanisha wachawi wenzetu wako njiani wanakuja. Mkuu, kubwa kuliko sasa, mchawi mwenzetu huyu ambao umemteua ashughulikie wachawi wa nchi za nje, yeye naye amewalika wachawi wenzetu kutoka Kenya na Kongo, wapo njiani wenyewe wanakuja. Yaani hivi mambo ni hivi mkuu, yamenyooka, hajapinda pinda. Na lingine, yaani hiyo ndo kubwa, sitaki kuongea, namkaribisha mwenyewe azungumze. Hey, talk to the big one. Oh, my mkuu. Everything's are good and are settled by fellows to get a magic luster. Yaani hapo mkuu amesema hivi, kila kitu kipo sawa kuhakikisha ya kwamba Jogoo ajabu tunamtia mikononi leo hii. I have invited not only our fellows from Congo and Kenya, but also our fellows from Europe continent. They are on the way to here. Yaani hapo amesema hivi mkuu, hakuishia tu kualika wenzetu wa Kenya na Kongo, ila amewalika mpaka wa nchi nyingine kabisa huko, yaani wa mataifa. Yaani amewalika wachawi wenzetu wa Ulaya huko, wazungu wenzie, nao pia wako njiani wanakuja mkuu. So my mkuu, the things are lele. Yaani hapo mkuu kasema hivi, mambo yako lele. Alafu wewe hivi, wewe una akili sawa sawa eh? Bicho lako lina akili sawa sawa na zinafanya kazi? Wewe nilikuambia nyumbani kwako pale mimi nimeweka dawa za kumlinda yule jogoo, lakini wewe kwa akili zako ndogo zilivyo finyu, eti unaacha kusikiza maelezo yangu mimi, unasikiliza maelezo ya jogoo. Eti anasikia joto, anataka kutoka out. Yaani jogoo amekuzidi akili, amekuzidi maarifa. Bicho lako hamna kitu. Uelekezeki, ufundishiki, yanaingia na kutoka. Haya, ameenda juu kule, akachukuliwa akapotea. Utafanya nini wewe? Hiyo ndio inadhihirisha kwamba wewe bicho halina kitu. Yanaingia na kutoka. Mpaka jogoo amekuzidi akili. Una maarifa. Wewe ni zuzu. Mzee, tuheshimiane sasa. Tuheshimiane. Tusifikie huko, tusifikie hiyo hatua kabisa. Una mamlaka gani ya kulisha mimi zuzu? Wewe zuzu ulinipa wewe? Kwa nini unipandishie sauti namna hii, yani kana kwamba unanimudu sana yani? Au kana kwamba labda yani unanisaidia sana yani? Kwa sababu hizo unazoniletea dharau. Hizi dharau mzee. Yaani unaona kama vile unanisaidia yani mimi kuishi na huyu jogoo, unaona kama vile nafaidika sana, unanisaidia. Nina shida, nina dhiki, si ndio?
Mimi kabla huyu jogoo nilikuwa na maisha yangu mazuri tu. Nilikuwa nakula mboga 3 kwa siku. Nakula vizuri na nenepa, na maana huu unene sijapata baada ya kumpata jogoo. Ulinikuta mnene. Kuhusu ni kama vile kunikabidhi jogoo mimi unanisaidia sana. Na hivyo mwanzo na mwisho kuniita Zuzu mimi. Wewe kuniita Zuzu mimi nikakubali. Au wewe ungeitwa Zuzu ungekubali wewe? Wewe ungeitwa Zuzu ungekubali au mtoto wako akaitwa Zuzu ungekubali? Kama mimi Zuzu basi na wewe Zuzu. Tupo hapa mazuzu wawili wafuga jogoo tunatazamana. Yaani sijawahi kufly hivi. Nimefly sana. Blaza. Thank you. Thank you so much. Kwa kuwa wachawi wote duniani kutoka Tanzania na nchi mbalimbali tumeamua kuungana, Steve hataweza kuchomoa mbawa zake wala zile ndevu zake. Jogoo wa ajabu lazima atakuwa mikononi mwetu, na Steve atalipa kwa alichokifanya. Alinitengua kiuno changu mpaka nikaenda kukitibia Sumbawanga. Sikuambia tu, ila kwa hili, baada ya kumkamata jogoo wa ajabu atalipa Steve, na leo achomoi. Wachawi wote tukiandamana kuelekea kwake, atamwachia tu jogoo wa ajabu. Na hivi ninavyoongea nitaelekea nyumbani kwa Steve ili nikachole lada kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi kwake, kwa sababu Steve ameshajua kabisa kama wachawi duniani kote tumeungana, na atakuwa karibu sana na ule jogoo kwa ajili ya kumlinda. Lakini juhudi zake hazitafua dafu kwetu. Jogoo wa ajabu ni wetu. Na cha kuambia tu, naomba mchukuzane na mwenzio, muelekee mipakani, mipaka ya anga ya wachawi wanapoingilia na kutokea, ili mkawapokee wachawi wenzetu kwa ajili ya kufanya jambo letu, jambo la ajabu, jambo la kumshangaza Steve. Yaani kwa kifupi, wachawi leo tunaliamsha dude. Steve kayatimba, kayakanyaga. Mimi naenda. Hivi wewe ndio nini sasa hiki? Una matatizo gani wewe? Kwa nini hutaki kuweka wazi kwamba wewe ni mbongo? Kwa nini? Unaongea madude gani ya mbele ya mkuu? Jambo la kwanza nalinda brand. Jambo la pili, ningejifanya Mtanzania, ningejionyesha kwamba ni Mtanzania, mkuu asingeniamini, asingenipa nafasi ya kuratibu wachawi international. Mimi naratibu wachawi ya kimataifa, international, navuka mipaka ya nchi na nchi. Mimi si ratibu wachawi wa Kimanzi Chana, Mkuranga, Mwalusembe, Dar es Salaam kama wewe. Naratibu wachawi international. Tebuko. Ongea vizuri bwana. Nalinda brand. Nalinda brand ndio nini? Ongea Kiswahili kilichonyooka. Unajifanya mzungu kumbe mbongo. Hebu tu tukapokee wenzetu huko. Muone. Nalinda brand. Brand nini?
Uko wapi? Nipo kaburini nasubiria kufuka kupelekwa mbinguni. Hebu acha majibu yako ya jeuri, dharau. Ongea kwa heshima. Sitaki mazoea kama hayo mimi. Siisha kwambia. Afu sitoshe jeuri yako haitokufikisha popote. Nisikilize. Hiyo jogoo ajabu nimeshampata. Iko mikononi mwangu. Lakini nikiangalia naona kuna kitu hakiko sawa. Nahisi kuna watu wabaya wanakuja kumchukua tena kwa nguvu. Kwa hiyo nataka uje tuzungumze mustakabali mzima wa namna kumlinda ujogoo. Asija kaingia kwenye makucha ya wachawi. Kwa maana hali imekuwa ni mbaya, si nzuri. Nisikilize mzee, nisikilize. Kama unaona kabisa kuna umuhimu wa kuzungumza na mimi kuhusiana na mustakabali wa ujogoo, usingenipiga. Usingenitandika kofi. Mimi nilikosa nini mpaka nitandika kofi? Yaani umenipiga kofi kiasi kwamba sasa hivi hapa nilipo nasikia kizunguzungu, nimeshindwa kunyanyuka kuelekea nyumbani kwangu. Bado niko porini uliponiacha. Alafu sasa hivi tunaniita, tukae tuzungumze kuhusu mustakabali wa jogoo. Mimi huyo jogoo inaonekana yeye ndo ananifanya na ninyanyasa hivi na kunitesa kama mtoto mdogo. Unaniona maskini sana yani. Yaani unaona huyo jogoo kutema hela kama vile labda mimi namshobokea sana. Sasa nasemaje? Simtaki huyo jogoo na hela sikupi. Hela aliyoitapika Ijumaa ya jana sikupi. Sikupi ile hela. Nishapata mtaji, nitaanzia, nitafanya biashara, nitafanya mambo mengine. Mpuuzi. Anaona kama ninashobo sana na hela. Jogoo wake kutapika hela ndo aninyanyasa, nitandika, ajisikia, niburuza anavyotaka, ujinga. Mimi siwezi kuvumilia dharau. Baba yangu mwenyewe mzee Sipera hajawahi kunitandika kofi zito kama hili. Hadi naona nyota. Hajawahi kunitandika. Wewe mzee unanipigaje? Unaanzaje kunipiga kijinga hivi? Simtaki jogoo. Simtaki na hela hii aliyotapika milioni 30, sijui milioni ngapi, na yeye simrudishii. Wewe begi. Na kutuma uende kwa huyu jamani kwa naongea naye kwenye simu hapa nyumbani kwake. Ukiingia tu sebuleni, mkono wa kulia chumba cha pili, utaona kabati. Lile kabati na draw 3. Draw 3. Ya kwanza acha, ya pili acha, ya 3 ina pesa. Chukua pesa yote, kisha njoo nayo hapa. Shapata mtaji, nianze biashara, nifanye zangu biashara. Huwezi kujua Mungu anaweza kabless biashara zangu nikawa tajiri kupitia halali, sio hizi mali za maajabu za jogoo. Wewe nani mzee? Wewe nani unipelekeshe namna hii? Jogoo simtaki na hela simpi.